Karibu katika sehemu hii ya 4 ya simulizi hii ya kichawi inayoitwa Bado Anaishi. Mtunzi wa simulizi hii ni Yona Fundi na inasimuliwa kwako nami Hilali Alexander Ruhundwa. Jifunze, matatizo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Umewahi kujiuliza matatizo huwa yana taarifa pindi yanapokuja? Je, kama yamewahi kukupa taarifa, ulishawahi kujiandaa kuyakabili? Usiogope kivuli chako. Muhimu ni kukabiliana nayo katika kila hali. Ilipoishia sehemu ya 3, Mama Jose anakumbwa na ndoto mbaya inayomuumiza moyoni. Je, kipi kinaendelea? Na hii ni sehemu ya 4. Usiku huo nilipatwa na usingizi mzito kutokana na uchovu wa safari ya kurudi Dar es Salaam nikitokea Zanzibar baada ya kukata tamaa ya kumpata mume wangu. Ndoto mbaya niliyoota ilinifanya ninyong'onyee kabisa, lakini nikawa na shauku ya kusoma ujumbe ulioingia kwenye simu yangu. Ilikuwa ni asubuhi ya aina yake kabisa. Macho yangu yaliweza kusoma vizuri kile kilichokuwa kimeandikwa kutoka kwenye nambari ngeni. Ujumbe ulikuwa umetoka kwa mtumiaji aliyejitambulisha kwa jina la Gondwe. Huyu wa kuitwa Gondwe alinitumia ujumbe uliosomeka hivi: Mama Jose, nina taarifa nyeti kuhusu mumeo, mimi Gondwe. Alimaliza kwa kutaja jina lake. Lilikuwa jina geni sana masikioni mwangu, lakini ile habari ya kuwa ana taarifa kuhusu mume wangu ilinifutia sana. Nilihitaji kuwasiliana na mtu huyo, lakini nilijaribu kumtafuta mara kadhaa kwenye nambari yake, hakuwa akipatikana. Iliniumiza haswa. Kwanza ilinifikirisha, nikiweka wazi huenda Baba Jose hajakumbwa na jambo lolote baya, la atakuwa kila raha na mwanamke huko alipo. Wivu uliendelea kuninyanyasa. Naomba niseme kitu kimoja, nilimpenda sana mume wangu. Hivyo kitendo cha kuwa naye mbali na hata kutoisikia sauti yake kwa takribani siku 5 kiliniumiza mno. Ni jambo gani ambalo Baba Jose aliamua kulifanya safari hii? Sikupata jibu. Nilianza kuhisi wasiwasi kitendo cha Baba Jose kunihitaji mimi nitangulie Morogoro, alafu asubuhi kuniambia anaenda Zanzibar ghafla. Huenda alikuwa anadhamiria kunisaliti. Na habari za mwanaume wa kuitwa Gondwe kuwa ana taarifa nyeti kuhusu mume wangu zilianza kuniaminisha kuwa kuna mahali atakuwa amefungiwa huku akiponda raha na mwanamke wake. Sasa niliamua kufanya jambo moja muhimu, kwa sababu kama Baba Jose aliamua kuanzisha hii tabia mpya, basi nami niliamua kuvalia njuga. Nilijiapisa kufanya jambo. Nakumbuka kitendo cha kuamka tu, nilimwandaa mwanangu Jose na kumpeleka kwa dada yangu mkubwa. Huko nilimwelezea yale ambayo yalinisibu juu ya mume wangu. Dada akanipa ushauri wa kulifuatilia suala hilo. Nilisubiri simu kutoka kwa Gondwe, binadamu aliyedai kuwa na taarifa nyeti kuhusu mume wangu. Nilisubiri kwa muda sana. Hatimaye mchana nilipokea ujumbe mwingine kutoka kwake. Huu haukunipa nafasi ya kuuliza hata swali, lakini ulidai kuhitaji kiasi cha shilingi 500 ili aweze kunipatia taarifa zilizokuwa zikimhusu mume wangu, akiweka tahadhari kuwa kama nitaweka hadharani mambo hayo ningemweka pabaya mume wangu. Suala hilo lilikuwa jipya masikioni mwangu, ambalo lilianza kunijengea hofu na hata kutoa ile dhana kuwa huenda mume wangu alikuwa na mwanamke mwingine. Sasa nikahisi huenda ni watu wabaya ambao walikuwa wanamshikilia mume wangu kwa manufaa yao wenyewe. Kiasi cha 500 kwa kipindi kile hakikuwa kiasi kidogo kabisa. Niliangalia sehemu zote ambazo Baba Jose anaweka pesa za akiba. Huko hakunifanya kupata kiasi hicho cha shilingi 500, bali niliambulia 200 tu. Hivyo likafata suala la kutafuta pesa. Nilizunguka, sikufanikiwa kupata. Nyakati hizo zilikuwa ngumu. Kila niliyemwendea hakuwa tayari kunipatia kiasi kilichokuwa kimebaki. Niliona jambo la busara kwenda Morogoro kumweleza mama mkwe hali ilivyokuwa. Ajabu sasa, kitendo cha kutaka kufunga safari kuelekea huko, nilipokea onyo kali la kutotakiwa kwenda mkoani. La haula. Lilikuwa jambo la aina yake sana.
Hakuna aliyefahamu, na hata niliyekuwa nimempa taarifa ya kuwa jioni ya siku hiyo ningelikuwa Morogoro kumweleza hali halisi mama mkwe, ili japo aweze kunisaidia pesa kwa ajili ya mume wangu. Nilishangaa sana watu hao wamejuaje. Hivyo safari ya Morogoro ikakatika ghafla, nikiwaza mahali pengine pa kuitafuta hiyo pesa. Asubuhi iliyofuata ilinibidi niangalie njia nyingine. Wakati huo ile namba ikitoa sharti kuwa zilibaki siku chache angeliachana na mimi, hivyo nisingeweza kuzipata taarifa za mume wangu kutoka kwa mwanaume huyo. Wazo la kukopa kwenye kikundi changu cha vikoba lilinijia, japo sikuona kama ningepewa msaada kwa kuwa hazikuwa zimepita siku nyingi tangu tulipovunja na kugawana mapato. Nilienda huko tu. Ajabu pasipo mategemeo, nilifanikiwa kupata kiwango kile cha pesa na kufufua tumaini la kupata taarifa zilizokuwa zinamhusu mume wangu. Nilijaribu kuitafuta namba ile, lakini iliita kisha ikakatwa na kufuata ujumbe wa kuniomba nitume ujumbe badala ya kupiga simu. Nilifanya kama vile alivyonitaka. Nilimtumia ujumbe kuwa nimekamilisha kile kiasi cha pesa, nikihitaji utaratibu wa kuzipata taarifa hizo ambazo niliziona ni muhimu sana kwa upande wangu. Lakini haikuwa dakika wala saa kujibiwa kwenye siku hiyo, mpaka siku ya pili ambapo nilipewa maelekezo ya kuzipeleka pesa hizo maeneo ya Kigamboni kwenye mida ya saa 1 ya usiku. Hilo lilikuwa jipya masikioni mwangu, lakini ujasiri ulinifaa. Mbele ya baba Jose, mume ambaye nilimpenda sana, nilikuwa tayari kufanya lolote ili nifahamu alipo mume wangu. Baada ya masaa kadhaa, saa 12 jioni, nilikuwa kivukoni kuelekea maeneo ya Kigamboni. Nikiwa ndani ya kivuko, nilipokea ujumbe wa kunielekeza mahali ambapo ningeonana na huyo bwana Gondwe. Ulikuwa mlolongo mrefu sana kutoka mahali nilipotakiwa kuonana na bwana aitwaye Gondwe mpaka kumfikia. Haikuwa Kigamboni kama alivyosema, maana nilipokelewa na mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi, kisha tukaingia kwenye gari la kifahari kutokea mahali pale. Ukafata mwendo mrefu wa masaa 2 kabla ya kupata kituo kikuu. Kijumba cha kawaida cha vyumba vipatavyo 3 ndicho kilinikaribisha. Kiukweli kulitisha mno. Nyumba hazikuwa karibu kabisa na eneo hilo, palionekana kujitenga mno, na hata hapakuwa na nishati ya umeme. Niliogopa zaidi. Yule mwanaume hakuwa akiniongelesha, alinifanyia ishara tu ya kushuka kwenye gari. Nilishuka, akaniomba nimfuate kuelekea kwenye ile nyumba ya vyumba 3 iliyokuwa mbele yetu. Hapakuwa na mwanga zaidi ya ule wa taa za gari na mwanga wa chemuli iliyokuwa katika chumba kimoja kati ya 3 vilivyokuwa ndani ya nyumba hiyo. Mapigo ya moyo yalinienda kasi sana. Sauti za ajabu zilipenya masikioni mwangu. Nikiwa karibu kuingia kwenye chumba kimoja ndani ya nyumba hiyo, yule mwenyeji kama alikuwa akisoma akili yangu, alipoona na sita, aliamua kunishika mkono. Hilo likawa jambo jipya lililotisha zaidi kuliko yale niliyokuwa nikiyaona. Naam, mama Jose yupo Kigamboni kwa ajili ya kukutana na bwana aitwaye Gondwe, ampatie taarifa muhimu kuhusu mume wake. Je, atafanikiwa kuzipata? Tafadhali usikose kufuatana nami hadi mwisho wa kisa hiki. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 4 ya simulizi hii ya kichawi inayoitwa Bado Anaishi. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713338355. Unaweza pia kunifuatilia Instagram kupitia akaunti yangu iitwayo Simulizi za Ruhundwa. Mtunzi wa simulizi hii ni Yonafundi. Anapatikana kupitia simu nambari 0675278759. Bado Anaishi.